wangu kwa kunipa hii madhabahu siku ya leo. Kwa jina naitwa Lucy Njuguna, nimetoka Satanwan Zion Church. Na nilipokuwa ninakuja, familia yangu walinipa salamu na tukaongea na Sara wetu anaitwa Stanley, akaniambia nikija niwaletee salamu. Mpokee mzee. Mungu ni mwema na kila wakati, na hivyo ndivyo tunaamini. Hivyo ndivyo tunaamini. Mungu wetu ni mwema na ako na mpango mwema kwetu siku hii ya leo. Neno ambao Mungu amenipea siku ya leo, neno la Mungu ni mpya kila siku na liko na shabaha. Hauwezi ukarusha kitu kama haina shabaha ya kugonga. Bwana inuliwe sana. Bora tu tuwe tayari na useme neno ilikuwa yangu na itakuunda na itakupeleka mahali pahali Mungu anataka. Ni neno la kijana mmoja alikuwa anaitwa Jabez. Jabez tutapata katika 1 Corinthians 4:9-10. Takata wakumsome 1 Corinthians Kizungu ni Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati 4:9 na 10 peke yake. Tuone huyu mtumishi wa Mungu alinena aje juu ya maisha yake. Umefika pale? Tuone vile alinena mambo ya maisha yake, kwa sababu hata nasi tunaweza kujikuta katika ile hali. Na pengine ni sisi tunajipigania, lakini yeye alitazamia Mungu ampiganie na akambadilishia maisha. Na akanisomea 1 Chronicles 4:9-10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akamlinganisha na Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, na pamoja nami nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjali hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeambiwa alizaliwa akiwa na hekima kuliko ndugu zake. Na mama yake akamuita Jabesi kwa sababu ya uchungu. Na maisha yake aliona hata ngengana na mama yake, aseme mbona mama ukaniita hii jina? Yeye aliambia Mungu wake, Mungu, kama unaweza kuniangalia hii hali, unibadilishe na hata unipanulie hema yangu na unibariki, uniondolee hii huzuni. Mungu alisikia hiyo maombi na alimbadilishia. Pengine unaweza kuwa siku ya leo uko katika familia, unaona sijui uliangukia mkono mbaya. Hapana, ongea na Mungu wako na atarekebisha. Na yale yote umenena, mambo ya kinywa chetu ndio utakulia matunda ya kinywa chako. Yeye hakulaani mama yake, ajitetee, maana hatuwezi. Yeye aliomba Mungu amtetee, na Mungu ukimpatia nafasi yote, anakuja na anafanya mazuri. Mungu alibadilisha maisha yake. Hakuenda kwa mandugu zake aseme, mbona nyinyi hamkuitwa kama mimi? Lakini yeye alisema, wacha niambie Mungu wangu anibadilishie. Na Mungu kweli alisikia ombi lake. Tuone kile chochote ambao tunaomba, Mungu anapiga muhuri na anabadilisha. Tuone katika Job 22:28. Job 22:28. Tuone tukisema mambo na kinywa chetu kinatuanga aje. Wewe unasema hadi ukikutwa na jambo. Wewe ndio unajishughulikia wewe mwenyewe. Na unajua pahali ambapo upatii Mungu nafasi, yeye anakuondokea. Anawacha ujitetee. Na hautaenda mbali. Umepata mahali pale tunapika muhuri ya maneno ya Jabez. Kama Mungu anakuachilia mambo ambayo tunasema na kinywa chetu. Umepata pale. Nawe utakusudia neno, nalo litadhihirika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Bwana apewe sifa. Tumehakikishiwa na Mungu. Ile ambao wewe utaomba itadhibitika.
Kwa Kizungu inasema aje? Nani hapo na Kizungu? Nani na Kizungu? Na Rudi anasema aje? Ataweka moja. Kizungu. What you decide on and light will shine on your way. Inasema hivi. What you decide on will be done, and light will shine on your ways. What you decide Yani penye unaamua. wewe unaamua. Kwa sana kwa hiyo utasema thou shall degree a thing, you degree yani utasema ni sawa. Utasema Kenye utasema. Unaona wewe ndio unaelekeza. Kenye wewe utasema. Sio mwingine akusemee. Kenye wewe utasema. Jebesi alisema na kinywa chake akasema, Mungu nibadilishie hii hali. Hakuendea kwa mama yake amwambie, mama ninataka uambie Mungu. Hapana, degree for yourself. Wewe deal na hiyo hali wewe mwenyewe. Ambia Mungu wako na atafuatilia. Anasema ataweka nini? Mwanga. Hiyo ambayo umesema ataweka mwanga. Kama ni watoto wanakusumbua, ambia hao watoto ni wale wainjilisti. Hata kama wanakunywa bangi, ambia Mungu jambo abadilishe ile hali. Hiyo ni roho imeingia ndani yao. Yeye hata ajielewi. Kama ni mzee anakunywa pombe, wewe sema huyu mzee Mungu alinipea akiwa baraka. Wacha tuwe na yeye ni bishop. Ni bishop. Yeye ndiye anaunda maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ndiye utasema na kinywa chako na itabadilika. Lakini hautaanza kunena mambo mengine. Ile unanena, unaona wewe unaenda kinyume. Sema pengine mimi nilipotea njia. Hii mume sio ule nilikuwa nimepangiwa. Hii watoto sijui nilikuwa walinitoka wapi. Unaona umetoka nje ya Bwana umejitetea. Mungu anakuondokea. Wewe unadili na hao peke yako. Wanakuja hata pengine wanataka kukupiga. Hawajui Mungu wako anasema aje. Mungu atusaidie sana. Wakati unadili na hali. Ni hali ambayo tunapitia, kila mmoja anapitia kwake. Ni kama ugonjwa. Ukienda hospitali, unaenda unakuta kuna mwingine amelezwa sana. Unasema wewe unaumwa na kichwa. Lakini ukienda pale unasema hata mimi si mgonjwa. Kuna mwingine amelezwa sana, pengine anawekwa hata nini? Anawekwa pumzi. Hivyo ndivyo maneno ya nyumbani iko. Lakini tunaambiwa lipipo yourself. Sema hii hali sitakalia. Nitakatiana kwa Mungu. Wacha niweke kwa msalaba. Anasema leteni hiyo yenu ni mzito. Nitampatia ile ambayo si mzito. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu atabadilisha. Nilienda pahali pengine mbali. Nikakuta kijana alikuwa mtu mzuri, amesoma lakini akapita njia mbaya, akaanza kunywa bangi. Alikuwa mamake ananiambia, mimi simpiki, mimi hata nimemweka hapo nje ya corridor. Hapo ndio analala. Mungu wetu atusaidie, tusijipiganie. Hapana. Ongea kwa wewe, ambia Mungu wewe ulinipatia hii mtoto. Ulinipatia kwa baraka kwangu. Na wewe unaweza ondoa hii kitu imeingia ndani yake, abaki akiwa mtu mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ndio uko na mamlaka ya kung'oa hiyo ambayo imepandwa huko kwa. Haikukua pale. Si hata mbegu tunapanda saa hii. Shamba saa hii ni clear. Ukitaka kupanda minji au utavuna maharagwe, utavuna ile. Sema kwa hiyo na itapandwa kwa. Na itamea na utavuna. Na Mungu atakusaidia. Siwache tuseme maneno mazuri. Tutasikia matunda ya maneno yetu. Ona matunda ya maneno yetu katika Proverbs 18:21 pekee yake. Kile unasema hiyo ndio unapanda na utavuna. Siwache Mungu atusaidie. Wakati tunanena tunapanda. Ukipanda mabaya utavuna kwako. Umepata? Proverbs 18:21. Kile unanena hiyo ndio unavuna. Umepata? 21 pekee yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima iko katika nini? Ulimi. Kile unanena ndio utakulia. Kile unanena hiyo ndio utavuna. Kama utaanza kutukana, useme sijui wewe ni mgoroki, atagoroka. Hata kama alikuwa amebakisha kidogo, atakata kamba. Sababu uko na unini, uko na hiyo power kwa ulimi wako. Lakini nena mazuri, ambia Mungu jambo, na hiyo ndio itapigwa muhuri. Jambo la kuhimiza nini siku ya leo, hata nani najihimiza. Wakati unakutwa na jambo,
Wacha kujipigania. Wacha kujipigania. Nena mambo mazuri. Nena mambo ambayo itasaidia hiyo, italeta afya katika hiyo hali. Usio unanena unaharibu sana. Na hata ukiangalia kinywa kiko, na hata ukiangalia watu wale ambao waimbaji, wale wanaoimba, wakiimba maneno sana ya kusema wanataka kwenda mbinguni. Unakuta wanaenda. Hata wimbo usiimbe tu ni wimbo. Hapana, angalia kile iko ndani. Takiwa kama unataka kwenda, si utaenda, si atakwambia enda, kuja. Si bado tujamaliza kazi. Ukae hapa tujamaliza kazi. Hata kama kiko inaambianga inakuwa ina mguu nakimbia. Utakuwa unakimbia sana hata upande ndege. Lakini ndio ikafichwa. Hakuna mtu anataka kwenda. Si unataka kuhubiri. Mungu wetu apewe sifa. Wale ambao wanaika ninatamani kwenda. Hata kuna walimalizwa basi mzima watoto wanafunzi. Sijui mnakumbuka hiyo wakati. Walikuwa wanasema wanatamani. Sijui wimbo mnakumbuka hiyo wimbo? Na nimesahau. Kule kwetu mbinguni. Siwalisha. Ni kuzuri. Unaona? Na ndio kama ni kuzuri sikuja. Bwana tusaidie. Matunda iko wapi? Kwa ulimi wako. Sema sitakufa, nitaishi. Ili nitangaze matendo ya Bwana. Si ndio? Bado hatujamaliza kazi. Mungu wetu atusaidie sana. Kinywa chako ndicho kimebeba baraka na kina laana. Chagua moja. Ambia Mungu jambo. Wakati mambo imekukujia, ambia Mungu jambo na ataweka muhuri. Tunasikia ataweka mwangaza. Nani anapenda giza? Hauwezi ukaona, utagonga jiwe. Lakini anasema ile ambayo umenikatia, nitaweka mwangaza. Kila mmoja si ataona. Hata kama mtoto wako akiwa mbaya, ambia Mungu jambo, ataanza kusema, kwani alienda wapi? Kwani nini? Ataona amebadilika kwa sababu wewe umebeba nini? Baraka na uko na laana. Niko na mfano mmoja ambao tutamalizia naye. Kulikuwa mama mmoja, alikuwa na mzee alikuwa anakunywa pombe sana. Na huyu mzee alikuwa anajua mama ameokoka. Akawa anataka ajaribu yeye. Akaenda kukunywa pombe, anakuja na wazee wawili wamekunywa. Anakuja saa 4, akaanzia saa 4. Akakuta mama amepika. Si unapika kitu ile unakula ni utaachia mzee. Akapika. Akagojea mzee kukuja, alikuja na wazee wawili. Kuingia akamwambia, mimi nataka kuku. Mzee mama na ametoka kulala, aende atoe kuku. Siku iko kazi nyingi sana. Unachemsha maji, natoa manyoya, nachoma kidogo, katakate. Naye huyu dada kwa sababu alikuwa aniamini Mungu, alikuwa anaimba wimbo anasema, Mungu ninataka ujue ninakupenda. Nitafanya haya kwa upendo. Na ni wazee wangapi sasa? 3. Na ametoka kulala. Akakuja, akapika vizuri, akawaletea kwa meza. Wakakula. Baada ya kukula wale wazee wakaona, huyu mama ni mzuri. Si kama yule wetu. Haya wakaenda nyumbani. Keshoe tena wakaenda wakakutana. Akamwambia, ule wangu alio. Hata leo tutaenda saa 6. Haya, Atafungua. Wewe haya wakakuja. Wanataka kuangalia tabia yako. Wakakuja tena saa 6 tu. Fungua mlango. Akakuwa amepika. Pengine ni mkimo. Leo hataki kuku. Tena kwa nyumba ya kuku. Tena toa ile. Wimbo wa mama ulikuwa tu ule. Mungu nataka ujue nakupenda. Nitakuhudumia kwa sababu yako. Akawapikia wakakula. Wale wazee wakaweza sana. Wakaenda kwa. Kesho tena. Akawaambia bado nitarudi huko. Wewe atakwenda. Leo tena saa 8. Saa 8. Sasa wakakuja kidogo. Ndio wao kuweka mali atafanya. Akakuja kidogo. Kukuja saa 8 mama mwisho. Na anakuja na fujo. Amepika huku. Na sikuje kama imeiva. Atusemi anapenda. Mambo mengine ni mtihani. Anataka uingie saa hiyo, uende ufanyie kazi, akiangalia. Mama akaimba ile wimbo yake, Mungu nataka nione tu ninakupenda. Akapika, akawaletea. Wazee wakawa sasa hawajakunywa sana wanaangalia.
kula wakabaki na swali, wakasema siku ya leo hatuwezi tukae, tunataka tujue hiyo Mungu yako. Kwa nini wewe uko tofauti na wengine? Sasa kwa sababu ya Yesu. Ili tunaweza penda huyo Mungu wako. Ili hata sisi tunataka kuokoka. Ndio ukasema ndio hata Mungu akasema hata mimi nataka kuokoka. Nimeona hivi umefika hapa kuokoka. Akaita pasa hao akakuja ajoadumishe. Akaombea na wakapeleka kubatizwa kesho yake. Bwana apewe. Amen. Mungu ni mwema. Pia kuna watu wangapi? Watatu. Wale mama wale walikuwa wanafuta barangeti. Lakini yeye alifanya nini? Si alipata faida. Mpaka kwake kukapona na akaishi na amani. Na hata huyu mume akawa sasa akaendelea vizuri hivyo na yeye akakuwa mzee wa kanisa. Mambo ikawa. Bwana apewe. Hatuwezi kujipigania. Wana tu mambo ikikuta tunasema mimi hii siwezi, Mungu wewe ataniwezesha. Wewe nipiganie, siwezi hii vita, nipiganie. Na ukimkaribisha anakuja hawezi kukosa. Si Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati ambao unapatwa na shida, unapatwa na majaribu, angalia msalaba pale ambapo tulimaliziwa yote. Na tofauti ni nini? Ulimi. Wakati unanena jambo angalia, ni hiyo jambo, hiyo nimepanda mbegu nzuri. Na itamea na utavuna. Bwana akusaidie sana. Hata kama ni kali, hata kama unasikia ni ngumu, kama pengine mambo ikakuja, acha kuongea. Nyamaza. Hiyo tena naye unaweza kuonekana umekomaa. Hata kama unafaa kurudisha, lakini unasema hii sitasema, wacha Mungu nionee, piganie mimi hiyo. Na Mungu ataleta jambo. Na Mungu atakusaidia. Na Mungu atakupeleka mbali. Na utahubiri. Bwana Yesu apewe. Wakati huu tuko sasa, hata kusema bahali ukienda uko mgeni, wacha kusema nimeokoka mimi wa kwanza. Hapana. Wacha tabia yako ionyeshe. Acha nitasema huyu anakaa ndio ameokoka. Huyu anakaa ameokoka. Sio kujipigania. Wacha Mungu akutetee na tuonekanie. Popote uendako wewe ndio kanisa. Penye huko wakati wanasema huyu ameokoka, kanisa anaanza kuonekana mahali pale. Na Mungu atadhibitika na ataonekana. Bwana siwacha Mungu wetu atutendee mema. Atutendee mema na atutetee. Wakati tunapatwa na majaribu, tujue ni gani tuondokee. Usiwache ile ikugonge. Itakumaliza. Ondokea, wacha Mungu aliye naye. Na Mungu atatusaidia na atatubariki. Wacha Bwana awabariki na atutende mema. Amen.